Asante sana moderator. Asante kwa kila mtu ambaye amepata kibali cha kuanza nasi kwa maombi. Mungu awabariki sana na ikae sadaka njema mbele ya enzi ya Bwana. Basi karibuni katika Matendo ya Mitume, ni mwendelezo wetu tulikotoka juma lililopita, ambako tulianza Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Leo tuko katika ngo ya pili kumalizia katika mstari wa 20 mpaka wa 40. Mungu atupe kibali tuweze kumaliza siku hii ya leo. Tuliona katika kule tulikopita kuanzia kuanzia mlango wa 19 safari ya umisheni ya Paulo, ambako tuliona akitokea Efeso. Tuliona akitokea Efeso akiteremka kama mnavyoona ramani mbele yenu, akateremkia Makedonia, from Makedonia akaenda Ugiriki. Ilikuwa ni katika chapter 20. Tunaona tulivyojifunza alitoka Troa, alipotoka Troa akaenda Mileto, kule ambako aliwatuma wazee wamfuate Efeso, na ndio akatoa unabii juu ya vifungo na dhiki ambayo ilikuwa inamsubiri Yerusalemu. Na pia katika sura ya 20 tulioianza sasa, tulioisoma wiki ile nyingine, tuliona safari yake ya umisheni, na tunaona kwamba wanafunzi wanatoa prophecy ya kwamba asiende Yerusalemu, lakini bado unaona kwamba anataka kwenda kulitimiza lile kusudi la Bwana. Tulijifunza tukaona prophecy ya Agabo, tukaona watoto wa Filipi, wale mabinti mabikira 4 watatu kama sikosei, na pia tukaishia Paulo alipoingia Yerusalemu anakutana na wazee wa Kiyahudi, lakini alienda kwenye nyumba ya Yakobo ambaye ni umbu lake Yesu, na tuliishia wakati ana narrate au anasimulia shuhuda ya safari yake na jinsi mataifa walivyompokea. Huo ulikuwa mstari wa 20. Tulipomaliza mstari wa 19 tulipomaliza wiki iliyopita. So karibuni tuendelee kuanzia hapo. Leo nimeigawa katika mafungu matatu na nitamuomba sister Victoria mtumishi wa Bwana aweze kunisaidia. Tutaanza kuanzia mstari wa 20 mpaka wa 26, tutaenda 27 mpaka 32, na pia tutamaliza 33 mpaka 40. Kwa jinsi Roho Mtakatifu atakavyotuongoza, tuna imani kwamba tutamaliza. Basi having said that, naomba nikukaribishe mjoli wa Bwana uweze kusoma. Karibu Sister Victoria. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kuanzia mstari wa 20 anasema, nao waliposikia wakamtukuza Mungu, wakamwambia, ndugu yetu, unaona jinsi Wayahudi walioamini walivyo elfu nyingi, nao wote wana wivu sana kwa ajili ya Torati. Nao wameambiwa habari zako, ya kwamba unawafundisha Wayahudi wote wakaao katika mataifa kumwacha Musa, ukiwaambia wasiwatahiri watoto wao, wala wasizifuate desturi. Mstari wa 22, basi ni nini? Bila shaka watasikia kwamba umekuja. Basi fanya neno hili tunalokuambia. Wako kwetu watu 4 waliofungwa na nadhiri. Wachukue watu hao, ujitakase pamoja nao, na kuwagharimia ili wanyoe vichwa vyao, watu wote wapate kujua ya kuwa habari zile walizoambiwa juu yako si kitu, bali wewe mwenyewe unaenda vizuri na kuishika Torati. Lakini kwa habari ya watu wa mataifa walioamini, tuliandika na kutoa hukumu yetu ya wao kujilinda nafsi zao na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na kitu kilichosongolewa na uasherati. Ndipo Paulo akawatwaa wanaume wale, na siku ya pili yake akajitakasa nafsi yake pamoja nao, akaingia ndani ya hekalu, akitangaza habari ya kutimiza siku za utakaso, hata sadaka itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao. Amen. Amen. Barikiwa sana. Kabla sijamkaribisha moderator, nimesahau kusema hichi kipengele kwa wale ambao labda hawakupata neema ya kushiriki nasi wiki iliyopita. Tunakaribishwa kwenda kwenye YouTube handle yetu ya VBV Swahili muweze kusoma masomo yaliyopita, lakini pamoja na mengine yote. Basi moderator, naomba karibu uweze kuendelea. Amen. Amen. Ubarikiwe. Basi kama kuna mtu ana point yoyote ya kuchangia, kama ilivyo desturi yetu, naomba tunyoshe mikono bila kupoteza muda, tuendelee. Karibuni sana. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nataka kuongelea mstari wa 20. Tunaambiwa kwamba walimtukuza Mungu. Kuna tende sana ya wanadamu sasa hivi, mtu akitenda mambo ya Mungu anataka kumtukuza yule mtu.
Hapa tunaona hawa wanamtukuza Mungu kwa matendo ambayo wameyaona, wameyasikia. Paulo ameweza kutenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa tatizo la kumtukuza mwanadamu inasababisha watumishi wengi wanaanguka, kwa sababu wanaanza kujiona kwamba wao ndio wametenda, kumbe ni Mungu. Na Mungu anachukizwa sana na watu kutukuzwa, yeye peke yake ndio kutukuzwa. Kwa hiyo kujiangalia sana katika tunapokuwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale waliotenda, tumshukuru Mungu kwa sababu ndio aliyewezesha yote kutendeka. Si bila yeye isingewezekana. Napenda niishie hapo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwe sana. Basi kabla tujaendelea, naona tuko wengi ambao tumenyosha mikono, which is very good, lakini naomba tuwe makini kusikiliza. Kama mtu anakuwa ameshaongelea pointi fulani, basi tusirudie ili kusave time, ili tuweze kumaliza on time. Karibu Darazia, then atakuja Sister Rebecca, then Sister Jane. Karibuni. Amen. Mimi nataka kuongelea kuhusu kitu ambacho ninachokiona kwenye ile chapter nyingine. Mwanzoni kule tunaona kwamba last week alivyokuja alijitambulisha, alienda kwa apostles kwenda kutoa taarifa what was happening, na baada ya hapo wao ndio wakamwambia, kwa sababu hapa tunaona ni mwendelezo, wanajua wanamwambia what is happening. Kwa hiyo naona kwamba hapa kwenye huu mstari wa 21 ni kwamba kuna hila siku zote, kwamba then upinzani, actually kutakuwa na upinzani na kutakuwa na hila kuhusu neno la Mungu, kwa sababu despite ya mambo yote ambayo Paulo alifanya, but still tunaona kwamba bado watu wamejaribu kudistort hiki kitu hapa, kwamba wanasema kwamba anawafundisha against Torah. Ndio maana wakamwambia kwamba aweze kuchukua hawa watu watatu, afulfill hiyo, awasaidie kufulfill hiyo the Nazarene ambao dada Ana ataongelea. Kwa hivyo tuwe makini. Opposition will always come. Hata ufanye vizuri vipi, people will always find a reason, lakini tuwe makini. Na pia kitu kingine, umoja, kwa sababu umoja na ushirikiano katika kanisa waliweza kumpa hiyo inside information, kwa sababu wao walikuwa wamesoma alama za nyakati na walikuwa wanajua. Kwa hivyo tusifanye kazi in isolation. Ni vizuri tukae na tukiwa kanisani na watu wale ambao yani tuwe in fellowship na wenzetu, kwa sababu wenzako wanaweza wakaona kitu wakakuelezea kitu ambacho pengine wewe unakijiona pengine unajua sana, lakini unapokaa katika unity na wenzako watakusaidia kukuonesha vitu ambavyo wewe vingine hata uwezi kuvijua. Kwa hivyo tuwe watu wa kufundishika. Amen. Amen. Karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Mi point yangu iko hapo hapo kwenye huo mstari wa 21. Mi engo yangu ni tofauti na wengine kidogo. Tunaona kwamba waliposikia neno la Mungu linasema waliposikia habari ambazo Paulo alikuwa anawaambia, wakamtukuza Mungu, lakini walikuwepo Wayahudi ambao walikuwa wanawivu. Kwa hiyo nayo ituonyeshe na sisi kwamba siku zote neno la Mungu, kama tunavyoambiwa, neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili. Linakuja kukata, kuna wengine wanalikubali, wengine wanalikataa, na wala usifadhaike kwa sababu neno la Mungu kuna watu waliolikataa, kwa sababu wapo watakao likubali hata kama ni mmoja. Na ndio maana kama wewe ni unafundisha, unahubiri, unashuhudia, kama atakuwepo mmoja tu kutega sikio, Mungu alikuwa amemkusudia huyo mmoja. Usione wengi ambao wanafanya vurugu kama hawa wakakukatisha tamaa. Nadhani huo ni mstari wa 20. Mstari huo wa 21 unazungumzia kwamba yani nimeshangaa, nilikuwa nimesoma before sijaona, lakini sasa hivi ndio nimeona. Inasema kwamba anawafundisha kumwacha Musa. Nikasema wao, kumbe hawa watu hata hasira yao haipo kwamba Paulo anawafundisha kumwacha Mungu. We are okay with that, but we are not okay kumwacha Musa. Unaona kwamba mara nyingi tunapofanya wokovu dini, tunatoka kwenye Mungu tunaingia kwa mtu kama hawa. Basi sasa hivi Torati ilikuwa imeletwa ili iwasogeleshe karibu na Mungu, lakini wameiacha, wanamshika Musa ambaye Musa sio Torati. Torati ni tofauti na Musa. Hawajasema kwamba mwache Torati. Sasa nikakumbuka katika Yohana 6 Waisraeli walikuwa wanaongea na Bwana Yesu, wanajaribu kumconvince Yesu kwamba baba zetu walipewa chakula na Musa.
ikabidi Yesu awacorrect, akawaambia sio Musa aliyowapa, amewapa Mungu. Kwa hiyo mara nyingi hata sisi tunaweza kuwa kuna mahali tunaweza ni subconsciously tukawa tumeacha kumtukuza Mungu, tukatukuza aliyetumiwa na Mungu, na kama alivyosema Sister Kanana, lakini hapa ni wazi wazi kwamba walikuwa wana embrace Musa kuliko kumembrace Mungu ambaye alimtoa Musa kwa ajili yao. Kwa hiyo hapo napo pamenishangaza sana. Mimi ngoja niishie hapo. Mungu awabariki sana. Amen. Endelea Sister Jen. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza mimi kwenye Amen. mstari huo wa 20 niliposikia wanasema nao waliposikia. Kwa hiyo kwenye Biblia imesema imani huja kwa kusikia. Kuona sisi wenyewe itufundishe kwamba tunapokuwa tunaongea na watu, labda kuna vitu tukaviongea, lakini kuna kitu watasikia. Kile utakachokisikia inategemea utakuwa umenena nini, umenena au utakuwa umeshuhudia nini, lakini kile utakapokisikia ndipo ile imani inaenda kujengeka kutokana na hicho ulichokisikia. Kwa hiyo Paulo hata alivyokuwa anasimulia haya walivyoyasikia. Naona hapo nimeeleweka na kuendana na huo mstari. Mimi sikumbuki ni mstari gani ambao sema imani huja kwa kusikia. Alafu la pili mimi nataka niongelee kuhusu hicho walichosema kwamba hapo dada Rebecca ameongelea, lakini mimi nataka nijazizie katika sisi nyakati tulizopo. Unaona tuna shida sana sana na madhehebu. Na tukimwangalia safari ya Paulo hakuwa kwenye yani dhehebu, alikuwa anahubiri matendo ya Yesu, ndio kanisa lilivyoanza. Umeona, lakini sisi sasa hivi unaweza kukuta tuna vifungo vingine sio vya kulogwa. Vingine ni vifungo vyetu jinsi ya madhehebu. Kuna watu ambao hawezi kumsikiliza mtumishi fulani kwa sababu sio dhehebu lake. Na kuna mwingine hawezi kufanya kitu fulani kwa sababu sio dhehebu lake. Kwa hiyo lakini unakuta kwamba inakufunga wewe kupata maarifa, kwa sababu maarifa ndio yanakusaidia wewe unaombea nini. Kwa sababu unapokuwa unaomba bila maarifa hayakusaidii. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kama tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo tunakuwa tunajifunga kutokana na udhehebu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuangalie kazi ya Kristo na matendo ya Kristo, kwa sababu madhehebu yalianzishwa. Mimi na Joy hapa au na Rebecca tuweze kuanzisha dhehebu tukaweka taratibu zetu. Sasa zile taratibu zinaweza zikakwamisha watu kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tuangalie safari ya Yesu na wanafunzi wake. Hapo nimemaliza. Na kingine tena mimi nataka kuongelea kwamba tunapokuwa tunafanya vitu vizuri vimebeba ukweli. Inaweza ikawa hata mimi siongelee tena kwa Paulo, hata wewe unaweza ukawa mfanyakazi mzuri, lakini kitu kikiinuka kinaitwa wivu. Wivu ndio chanzo cha kwenda kwa waganga kumloga mtu. Umeona, wivu ni kitu kinaweza kusababisha mtu akakujengea majungu. Wivu unaweza kusababisha. Kwa hiyo kuna muda mwingine vita inavyoinuka juu yako, jaribu kuangalia hii. Usingine hujamkosea mtu. Kwa hiyo unapoichunguza, ukishagundua kuna hila au wivu uliopo, itakufanya wewe usipigane na huyo mtu wala usipambane naye, japokuwa tulishaambiwa vita vyetu si juu ya damu na nyama. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa katika maeneo yoyote yale utakayoyatenda yanaweza yakakuinulia vitu. Alafu kingine ambacho nitaka kusema la mwisho mwana niache hapa kuhusu kwanza swala la utakaso kutokana na hiyo nadhiri ambayo imeenda kutenguliwa. Na sisi Mungu atusaidie kwenye swala la nadhiri ambayo tunaisoma kila siku. Unaweza tukaona jambo ni dogo sana lakini ni kubwa sana, na lenyewe nadhiri inaweza kusababisha sisi kuwa kwenye vifungo ambavyo vitu haviendelee. Kumbe kuna kitu uliahidi alafu hujakifanya. Na most of the time kwamba na shetani waga anatumia sana kufanya vitu hivi. Okay, labda nitoe mfano nitaelewa. Kuna siku moja nilikuwa napita pagumu, naongea na mtumishi wa Mungu. Akasema, "Je, tushafanya 1 2 3. Cha mwisho ni nadhiri. Nadhiri uko tayari?" Akanielezea. Mara nyingi watu wanatoaga nadhiri, lakini shetani huaga anasahaulisha au wanakuwa wanajisahau, lakini matokeo yake mengine yanakuwa mabaya sana. Kwa hiyo na sisi Mungu atusaidie popote pale tuliposema nadhiri tukazitengue, kwa sababu inaitaga vita, inaitaga vifungo na yenyewe hiyo. Na kujitakasa, na Mungu atupe neema ya kujitakasa. Naomba niishie hapo, niachie na wengine. Barikiwe. Amen. Amen. Dada umenyosha tena? Nyosha, naomba niongeze kitu kidogo tu. Asante. Kingine ambacho tunamuona Paulo kwamba ijapokuwa he was so powerful, lakini pia he was humble. Alikuwa humble na alikuwa na alikuwa na humility. Vile alivyokubali kufanya kile ambacho ameambiwa na hao apostles. Lakini kikubwa point nyingine ninayoiona hapo ni kwamba sisi lazima tuwe sensitive kwenye ile culture ambayo tunayoishi na katika wale watu tunaoishi. Ndio Biblia inasema kwamba we are in the world but we are not of the world. Lakini pia Biblia inasema hiyo, you come out of them and be ye separate.
Kwa hivyo to respect the culture ya wale watu ambao tunaishi, tuwe sensitive, kwa sababu kama Paulo asingekubali kufanya hivi, yani angeweza kuleta mtafari. Kwa hivyo yani sometimes na sisi pia tuangalie katika zile culture tunazoishi, kwa sababu tunaona kule nyuma kule Paulo jinsi alivyo respect, kwa mfano alivyoenda Athena kule, alirespect kwamba they were deeply religious, na akatumia that context hiyo ya kwao kuweza kuhubiri Injili. Kwa hiyo na sisi Mungu afungue macho yetu kwamba even in katika hizo culture tunazoishi na in the difficulties na kila kitu, Mungu atupe hekima, tuwe na hekima hata jinsi gani ya kuweza kuongea na watu na jinsi ya kuengage watu, ili tusipoteze watu, lakini tuvute watu kwa Yesu. Amina. Amen. Amen. Karibu dada Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mi na ango kidogo tofauti, sio sana, kutokana alichoongea Sister Razia. Mimi hapa naiangalia kuna danger ya people pleaser. Yani tunawaplease watu kwa sababu wamesema tufanye hivyo kwenye hiyo culture, kwamba lazima tufanye hivyo ili iweze kuwa sawa. Nikiangalia ukienda mbele kidogo, ukisoma haya maandiko utaona kwamba solution hii aliyotoa Yakobo kwa kweli haikusaidia, kwa sababu bado walitaka kumfanyia fujo, isipokuwa Mungu aliingilia kati. Sitaki kuendelea huko mbele, ila anasema kwamba kuna danger ya kuplease watu, kwa sababu watu wanasema tufanye hivyo ndio tunavyokwenda. Kwa hiyo nilikuwa naangalia katika hiyo ango pia. Amen. Amen. Sister Jane, umenyosha tena? Ndiyo, kuna hii point Basi namba 25. okay, kabla haujaendelea ngoja niwaombe kitu. Ninaomba if you have points, hebu ziseme pointi zote kwa wakati mmoja if possible, ili twende na time, kwa sababu tukianza kwenda kurudi hivi kama hivi we won't gain a lot. Karibu endelee. Okay. Mimi nataka kuongelea katika hii point hapa namba 25. Tunaona Paul alipokuwa anaongelea kwamba alichoenda kuwahubiria mataifa, alichoenda kusema kwa mataifa. Hapa ameongelea sana sadaka kwa sanamu na damu na kitu kilichosongolewa na usherati. Unaona kabisa yani katika kumtumikia Mungu, yeye kuna hivi vitu ndivyo alivyovisimamia. Kwa hiyo hata na sisi katika huduma kuna vitu lazima tuvisimamie kutokana na kile kipawa ambacho Mungu ametupatia, kutokana hata sasa hivi kuna wachungaji they are very good in deliverance, wengine sijui mambo ya utumi, wengine kwenye ndoa na vitu kama vile. Kwa hata mtu akisimama anakuambia, kuna mchungaji mmoja alikuwa anasema mimi kukemea mapepo siwezi, lakini napokuja kwenye swala la ndoa naweza nikaongea 24 hours. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho amenionyesha Paul. Na katika hizi nini za sanamu, ni kweli hata sisi tunazo sadaka kwa sanamu, tunazo. Mungu atusaidie tupite nazo. Na damu na kitu, hizi damu tunazochinja kila Disemba, hivi vyote vinalia. Umeona, sadaka sanamu ni kitu chochote ambacho unachokiabudu wewe. Inaweza ikawa hela za Mungu, inaweza ikawa mambo mengi ambayo unayapenda wewe sadaka. Kwa hiyo tunazo, na Mungu atusaidie kupita na hizi damu ambazo tunazosema kwamba kuna mwingine uendi, lakini anasema mimi sitoshiriki, nitatoa tu hela kwenye michango yao. Umeshiriki kwenye kumwaga hizi damu na hivi vitu vyote vya usherati, bado hizi ni njia zote za kuzimu ambazo alienda kupambana nazo Paul, na sisi tunazo. Mungu atupe hekima jinsi ya kwenda kuhubiri kwenye familia tunazotoka au katika watu waliotuzunguka, kwa sababu ni vitu bado vipo. Barikiwe. Amen. Amen. Basi bila kupoteza wakati, karibu Sister Anna uendelee. Asante sana, asante kwa kila aliyechangia, Sister Razia, Rebecca, Jane tena, Razia na Kanana. Nilikuwa naandika points ninazosema. Mungu awabariki. Wakati mnaongea kuna kitu Roho Mtakatifu amenisemesha kuhusu mstari wa kwanza, kabla sijaendelea na vile ambavyo na mimi nilisemeshwa, siko mbali sana na nyie. Anasema kwamba nao waliposikia walimtukuza Mungu, mstari wa 20, wakamwambia ndugu yetu, unaona jinsi Wayahudi walioamini walivyo elfu nyingi, na wote wanaivu sana kwa ajili ya Torati. Nilikuwa nakumbushwa na Roho Mtakatifu, tuliongea wiki iliyopita ya kwamba Paulo huduma yake ilikuwa kwa ajili ya mataifa, lakini unaona ambavyo sasa Wayahudi wamemsikia na wamevutwa kwenda kuiamini, kwenda kuamini kile ambacho kilikuwa kinafundishwa. Anasema na wamepata wivu kwa ajili ya Torati. Na tunajua kwamba Paulo alikuwa anafundisha Torati by that time, na alikuwa anafundisha Injili at that time. Lakini wakati nasoma hivi, nilipelekwa katika mstari wa Yohana 10:26-27.
nikautafuta nikauandika. Anasema lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Tunaona wale ambao walisikia wakaamini na walikuwa kondoo ambao hawakuwa katika ile fungu la Paulo, lakini walisikia. Neno la Mungu linasema kondoo wangu sikia sauti yangu. Kwa hiyo I just thought I should say that wakati tunaendelea. Basi Mungu awabariki kwa kila mtu ambavyo Roho Mtakatifu amemfunulia. Basi kama tulivyosoma kuanzia Matendo 21:20 mpaka 26, sitarudi nyuma. Tunaona Paulo akikubali ibada ya utakaso ambayo alishauriwa pamoja na Yakobo pamoja na wazee wa Yerusalemu. Mstari wa 20 unaanza kwa viongozi na kanisa wakimsifu Mungu kwa ajili ya kazi aliyoifanya Wayahudi kupitia huduma ya Paulo. Wanasisitiza kwamba Wayahudi wengi pia wamemwamini Kristo. Unaona katika Warumi 1:16 anasema kwa maana sionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uliotoa wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo I think nimeshaongea hapo, sihitaji kurudi tena. Pia tunasema nguvu ya Injili ilisambaa na kuvuka mipaka. Wokovu wa Mungu hauzuiliwi na mipaka wala desturi walizojiwekewa wanadamu. Nakumbuka kwamba kuna desturi zilikuwa zimewekwa pale, lakini distance was not a barrier and neither was the culture barrier kwa wale ambao Mungu aliwapa neema ya kusikia na kuamini. Tunafahamu kwamba mpaka sasa hivi kuna baadhi ya Wayahudi wale ambao walipata neema kwenda Israeli bado wanasubiri Messiah aje mpaka leo, lakini kuna watu ambao wako Christians and they are devout Christians, na kuna ambao mpaka leo bado masikio yao yamezibwa. Mungu atusaidie sana. Na wametamka pale kitu kwamba wana wivu kwa ajili ya Torati. Paulo ameiongelea vizuri hii katika Warumi 10:2. Anasema wana juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Sister Rebecca has put it very well. Nilikuwa na rekodi hapa. Sister Rebecca amesema kwamba anawafundisha kumwacha Musa instead of God. Walikuwa so fixated na mtu wakasahau the whole content behind, kwamba hata ile Torati Musa alipewa na Mungu. Kwa hiyo wakawa wako so focused. Sitaki kuingia sana kwa sababu ninaheshimu dini za watu, lakini I think Sister Rebecca ameisema vizuri sana. Unakuta kwamba watu wanajuhudi sana kwa ajili ya Mungu lakini si kwa ajili ya maarifa, na matokeo yake kama anavyosema katika Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa with ZWA na sio kuangamiza kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa ni eneo la kuangalia tunapokuwa tunaendelea kusoma neno la Bwana. We should read to understand and not just read to tick the box. Leo wakati naandaa my devotion, Roho Mtakatifu alikuwa anakisemesha hicho kwamba make sure kwamba you read to understand and not to tick the box. Kwa unakuta hawa kama alivyosema mtumishi wa Mungu Rebecca, wanaongeaje kusema kwamba yani anawafundisha kumwacha Musa na badala ya Mungu. Ndio yale tunaongelea kwamba yani unakuwa na bidii katika, unakuwa so fixated kwenye kitu kimoja kiasi kwamba mpaka una lose the whole point. So nimeandika pale, wangapi wetu tuna bidii katika Bwana lakini si katika nguvu wala maarifa yake? Ni swali ambalo naomba niliache kwa kila mtu ambaye atabaki atajibu mwenyewe katika siku ya leo. Pia tunakoendelea tunaona lawama za Wayahudi juu ya mafundisho ya Paulo, mstari wa 21 mpaka 26, kwamba alikuwa anawafundisha Wayahudi kuacha mafundisho ya Musa. Similar to Matendo 15, kulikuwa kuna mabishano kule nyuma kwamba kuhusu tohara kwa mataifa ilimpelekea Paulo na Barnaba kupelekwa kwenye baraza la wazee wa Kiyahudi, Matendo 15:10, na Peter akawaambia wazee wa Kiyahudi wasimjaribu Mungu kwa kuweka kongwa juu ya shingo za mataifa. Hayo mabishano yalikuwa yakiendelea, na I think kuna kipindi hata kule nyuma mpaka ikachukulia mahali kwamba Paulo akatumwa na Barnaba kwamba waende. Kulikuwa kuna ubishi mwingi sana kwa ajili tu ya mapokeo ya imani, kwamba imani yetu iko hivi, imani yenu iko hivi, kama vinavyoendelea kwenye mitandao sasa hivi. So tunajifunza nini katika haya? Utii wa Paulo katika kukubali kulipia gharama za kujitakasa ili wapate kujua kuwa ameishika Torati na anaenenda sawasawa na Wayahudi wenzake, ili kusudi atimize agano la Bwana la kujitoa katika Nazarene vow. Tunajua kwamba alichukua Nazarene vow katika Matendo 18:18. Neno la Mungu linasema alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea, maana alikuwa na nadhiri. Unaona? Kwa hiyo ilisaidia Paulo kwenda kufanya vile ili aweze kuweza kuwavuta wale wamjue ule Kristo alikuwa anamhubiri. Tutaikuta huko mbele ambako Paulo alikuwa anasema. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 9:20 mpaka 21 inasema, Paulo anasema, na alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. I think inajibu si swali la Sister Kanana aliposema danger of pleasing people, but Paul had a mission. Ukiendelea kusoma, unajua umesoma Matendo, lakini ukiendelea kusoma utaona Paulo anasema ambavyo watu waliweza kumjua, including Wayahudi ambao tumewasoma hapo initially. Anasema na alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi, na wale walio chini ya sheria, na alikuwa chini ya sheria ingawa mimi
mwenyewe si chini ya sheria kwa wale wasio na sheria, na nalikuwa kama sina sheria. Si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo. Haleluya! Ili niwapate hao wasio na sheria. Kandiribo shekerebo. Matendo 16:1-3 wanasema Paulo alipomtaka Timotheo afuatane naye, kwa kuwa mamaye Timotheo alikuwa Myahudi na baba yake alikuwa Myunani, na ingawa alishuhudiwa vyema na watu kuhusu Timotheo, alimtahiri Timotheo kwa ajili ya Wayahudi. Naona hiyo sitakanana, waliokuwa pande zile, kwa maana wote walijua kwamba babaye ni Myunani. Sometimes unafanya hivi vitu kwa ajili ya kuweza kuvuta watu wamjue Kristo, lakini haina maana kwamba tumaini lako ndani yako linaondoka. And you're not doing that to please people, but you're doing it for the cross, not forgetting kwamba unataka Kristo ainuliwe juu. Pia ukisoma Wakorintho wa kwanza 9:22-23 inasema, kwa wanyonge na alikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Ili nini? Ili watu wajue tule tumaini la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tunapoendelea, Paulo wakati anakubali ibada ya utakaso, tunaona utayari wa Paulo katika kuitii sheria ili kulijenga kanisa la Kristo. Nini tunajifunza katika hii? Utayari wa kuwa vitu vyote kwa watu wote kwa ajili ya Injili, kubadilika kwa mambo yasiyo ya lazima ili kukuza umoja na amani, pia upinzani na mateso waliopitia watumishi wa kanisa la kwanza katika kuisambaza Injili. The sacrifice they paid kwa ajili ya sisi leo kuweza kusimama hapa na kuweza kuongea. Kiangalia Yohana 16:33 inasema, hayo nimewaambia ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunaona Yesu kuna saa alienda kwa nani? Alienda kwa Lazaro, alienda kwa Zacchaeus aliyekuwa amepanda juu ya sycamore, juu ya mkuyu. Tunamuona alipanda. Lakini sasa hivi walokole wa sasa hivi, baadhi, na mimi ni mlokole, unaweza kusema kama siendi kwenye nyumba ya mlevi, siwezi kwenda kule, sitaki kule kwenye kuna kitu fulani, lakini how will people know you're Christ? Yesu alikaa, alikutwa kwenye kisima kule na mwanamke Msamaria. Alikutana naye kwa sababu in an ideal world yule mwanamke alikuwa na wanaume zaidi ya wangapi, lakini wengine wanasema siwezi kusimama naye kwa sababu ni kahaba, but he knew what he was doing. Aliona kiu iliyokuwa ndani yake. Wapelelezi walienda kwenye nyumba ya Rahab. Katika nyumba zote walichagua nyumba ya kahaba Rahab. Why? Kwa sababu kulikuwa kuna kusudi ndani yake. Kwa hiyo kuna saa unaweza kukuta tunapishana na watu ambao Mungu anataka waweze kumjua Kristo kwa sababu tu ya mapokeo, kwa sababu vitu vinavyoendelea. Pia tunaona gharama ya wanafunzi wa Yesu. Je, tupo tayari sisi kulipia gharama za utofauti na tamaduni na upinzani, huku tukibaki thabiti katika imani yetu, kutafuta umoja katika utofauti wetu? Zaburi ya 133. Hapa tuna watu wa kila denomination, lakini mwishoni mwa siku Paulo anasema mimi nilipanda, huyu alitia maji, mwenye kukuza ni Mungu. Kwa hiyo tunachukuliana kujua kwamba wote kazi yetu ni hiyo, kwamba tunataka Mungu akuze kile ambacho mwingine anapanda, mwingine anapalilia, mwingine ana prune, ili Mungu aweze kukuza. Kwa hiyo kutafuta umoja katikati ya tofauti zetu kama Paulo alivyofanya. Kusimama kidete katika uso wa dhiki kwa ajili ya Kristo. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Verse mtu akinipenda achukue msalaba wake na kunifuata. Anasema njooni kwangu, lakini at the same time anasema leta mzigo wako afu chukua wa kwangu. Kwa hiyo inaweza kukuchanganya, lakini nadhani unaelewa gharama za msalaba wa Kristo baada ya kumfuata. Come to me you are weary and heavy laden, leteni. Afa anasema chukua wa kwangu, mzigo wangu, chukua msalaba wangu. Afa anasema mtu akinitaka ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa hiyo inahitaji kufanya hivyo, inahitaji saa nyingine kujikana, inahitaji saa nyingine kuwa kama Paulo, ili watu waweze kumjua huyo Kristo ambaye tunamwabudu. Haiendi kwa fujo, haiendi kwa ubishi, lakini inaenda kwa hekima. Na ndio maana wakati Kristo anawafundisha alisema, muwe wapole kama hua na muwe wajanja kama nyoka. Kuna saa inabidi uwe mpole, unakwenda lakini imani yako haitetereki, na kuna saa inabidi uwe mkali, kuna saa inabidi uwe mkorofi kama Yesu, kuweza kuvuruga kwamba wivu wa Bwana ukija juu yako, lakini yote ni katika kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba niendelee moderator, na nikiangalia I'm cognizant of time, tumeshafika 1:30. Naomba niende pati ya pili, mstari wa 27 mpaka 32. Karibu Sister Victoria, mtumishi wa Bwana, uendelee. Amen. Mstari wa 27. Basi zile siku 7 zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamwona ndani ya hekalu, wakawataharakisha watu wote, wakamkamata.
Wakapiga kelele na kusema, enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni. Huyu ndiye mtu yule afundishaye watu wote kila mahali kinyume cha taifa letu na Torati na mahali hapa. Tena zaidi ya haya, amewaingiza Wayunani katika hekalu, akapatia unajisi mahali hapa patakatifu. Kwa maana walikuwa wamemwona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhani ya kuwa Paulo amemwingiza katika hekalu. Mji wote ukataharuki, watu wakakutanika mbio mbio, wakamkamata Paulo, wakamkokota, wakamtoa hekaluni, mara milango ikafungwa. Mstari wa 31, na walipokuwa wakitafuta njia ya kumuua, habari zikamfikia jemedari wa kikosi ya kwamba Yerusalemu imechafuka mji mzima. Mara akatoa askari na maakida, akawashukia mbio, nao walipomwona jemedari na askari wakaacha kumpiga Paulo. Amen. Amen. Naona umejimute Ana. Yes, karibu moderator, uendelee. Sorry. Amen. Karibuni Hallelujah. wachangiaji. Karibu Sister Rebecca. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Mimi napenda kuchangia kwanza huo mstari wa 27 unaozungumzia kwamba baada ya zile siku 7 kutimia, Wayahudi wakamwona ndani ya hekalu, wakamkamata kwa sababu inaendelea hapo chini kwamba ni kwa sababu walidhania amempeleka huyu Myunani kanisani. Na tunajua kwamba hekalu la Wayahudi lilikuwa na sehemu 3. Kulikuwa na sehemu ya nje ya kanisa ambayo walikuwa wanaruhusiwa mataifa, mtu yoyote alikuwa anaruhusiwa kwenda kule. Kwa hiyo the fact kwamba wametaharuki, walifikiri ameingia hii sehemu ya ndani ambapo walikuwa tu ni Wayahudi wanaruhusiwa kuingia. Lakini hapa nimejifunza kitu kimoja. Kuna wakati fulani nilikuwa na hiyo tabia ya kudhani. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu nilikuwa naongea naye wakati huo. Kuna kitu sikumbuki kitu gani kilitokea, lakini kuna kitu kilitokea, alafu baadaye ikaonekana tu nilidhania. Akaniambia, naomba utubu sana, hiyo ni dhambi inayoangusha watu wengi sana. Kuna wakati mwingine hatujui kama hiyo ni dhambi. Na kwa ufupi tu, last Thursday nilivyoenda kazini, kuna kitu ambacho mimi nilikuwa nimefanya, lakini bosi wangu akawa amedhania ni my colleague amefanya, so she was shouting to the roof. Sasa alivyokuwa akiendelea kusema, yule akijaribu kujitetea kwamba it's not me, anaambia it's you. Alivyoendelea kutaja details, nikamwambia no, it's me. Ali calm down to me. Nikasema kuna mtu mwingine akaniambia, Rebecca, ungemwacha tu aendelee kufanya hivyo, now how will she see you? Lakini at the same time moyoni mwangu nakuwa convicted kwamba utamwachaje mwingine kwa kudhaniwa ndio alafu mimi ni nyamaze. Kwa hiyo tujiangalie sana, hata sisi tusiwaletee watu wengine matatizo au kuwadhania wengine, na unapo realize kwamba nilimdhania, kwa nini usiende kumwomba msamaha? Mungu atusaidie. Kwa hiyo ni kitu kingine. Hapa kingine kinasema mji wote ulitaharuki. Tunaona vitu ambavyo tunaweza kuwa yani kitu kinaweza kikaanza very small, you could have stopped it. Kwa hiyo dhana yako ya kudhania, lakini unaiacha. Hebu fikiria kama mimi pale ingeendelea hivyo, the day will have gone so bad to the end. Uwezi ukajua, mtu anaweza akapewa warning, akafanywa nini kwa mimi kutoku come out with the truth. Kwa hapo unaona kwamba mji ukataharuki, watu wakamkamata Paulo, lakini yote ilianza na kudhania tu bila uhakika. Lakini na je, sisi katika maisha yetu kuna vitu vingapi tunaingia kwenye mkumbo wa kukipeleka kwa yule, kwa huyu, kwa kuongea, lakini kumbe source ilidhania tu. Mungu atusaidie. Ngoja mimi niishie hapo. Amen. Sister Jen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nitakuwa na pointi tu mbili tu katika hii mistari. Pointi ya kwanza mimi nataka kuongelea tu ukiangalia hii taharuki yote iliyoletwa ni kwamba huko juu tayari tushaeleza ni kwa ajili ya hizo sheria na sheria za Musa au Torati walikuwa naamini wao, sio mambo ya Yesu walikuwa hayataki. Lakini hii inatuonyesha kabisa Yesu ndio timizo la sheria. Tunaposema Yesu ndio timizo la sheria, ni sehemu yoyote
itakayokwenda Umesogea sehemu ambayo unakuwa itapokuwa katika Jeni. kinyume na yale. Okay. Yeah. Basi hapo nasikika vizuri. Yeah. Nataka kuongelea tu hapo kwamba pointi yangu inasema hivi kwamba Yesu ndio timizo wa sheria, si ndio? Hawa wote ni vurugu zote hizi ambazo zinaonyesha ni kwamba yani Paulo alichokuwa na kihubiri ni kuhusu Yesu, Agano Jipya. Umeona? Kwa hiyo yani unapokuwa na hubiri kuhusu Yesu ndio haya yote taharuki ikatokea. Kwa hiyo hichi kinachojaribu kuongelewa hapa ndicho hicho na sisi tutaendelea kukifesi maadamu tumemkiri Yesu na maadamu tunataka kumtumikia Yesu. Sehemu yoyote tutapoenda kuna mfumo wowote ule ambao uko tofauti na uko mfumo ambao wewe unaenda kumpeleka Yesu, kwa sababu Yesu amebeba vitu vingi ambavyo havijabeba sheria, vimebeba neema, vimebeba upendo, imebeba vitu vingi vyenye nguvu sana, vyenye I don't know, should I use a strong positive something, kwa sababu tunavyoabudu miungu kuna kuua, kuna kufanya mambo mengi mabaya. Kwa lazima hivi vitu vitatokea. Uwe kazini, wana mifumo ya Freemason, unaposimama na Yesu vitakuwa hivyo. Utapokuwa kwenye familia na kwenye mamizimu hayo, lazima hivi vitu vitatokea. Utapoenda kusema kweli ambapo watu wameweka mambo yao wanayotaka wao, kwa sababu hata hii Biblia unaweza ukaipeleka unavyotaka wewe, lazima shida zitokee. Alafu pointi ya pili naenda kuimalizia, ambayo tutabeba pointi ya kwanza, ni kwamba majaribu na utetezi wa Mungu hapo tunauona katika hapo jemedari alipotokea. Kwa hiyo mimi naamini tunapokuwa kwenye majaribu, Mungu bado ananyanyua ule utetezi. Kwa hiyo tusichoke tunapopita majaribu, tuendelee kumwomba Mungu. Mungu atatuinulia mtetezi, au yeye mwenyewe anajua jinsi gani atakavyofanya, lakini tutapata utetezi. Ni hayo tu, mbarikiwe. Amen. Karibu Sister Anna, uendelee. Asante, barikiwa sana. Wakati wanaongea hapa mtumishi wa Mungu Dr. Sister Jane amesema kwamba majaribu anaona kwamba ishu yote hii ya hizi vurugu zimetokana na yale mapokeo. Sasa wakati anasoma hapa, I think nikapelekwa kwenye mstari wa 28 I believe wa 29, anasema kwamba 28 anasema wakapiga kelele na kusema, enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni, huyu ndiye mtu afundishaye watu wote kila mahali kinyume cha taifa letu. Tena zaidi ya haya amewaingiza Wayunani katika hekalu, akapata unajisi mahali hapa patakatifu. Nimepelekwa katika ile 28b. Ukisoma 29 anasema, kwa maana walikuwa wamemuona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambao walidhani ya kuwa Paulo amemuingiza hekaluni. Walidhani, kufikirika, kudhania. Kwa hiyo unakuta kwamba fujo inatokea mpaka wanataka kumuua mtu kwa sababu tu wamedhani, they are not sure, mashahidi wa uongo. Anasema mji wote ukataharuki, ukakutana mbio, unaona, kwa sababu tu wamemuona. Naomba tu ni pause hapo tuone mara ngapi huwa vinatokea kwamba yani umesikia tu unaona kwamba kundi zima linaingia katika kuhukumu mtu mmoja kwa sababu tu mtu amekutolea ushuhuda, na ushuhuda wenyewe hujashuhudiwa na Roho Mtakatifu bali ni mwanadamu wa damu na nyama, unakuta unaenda kumhukumu mtu. Mungu atusaidie sana, kwa sababu vilivyotokea kipindi kile vinatokea mpaka sasa. Mtu amekwambia tu nimesikia, hujamtafuta Holy Spirit, tayari unataka kwenda kumuua mtu. Na kumuua mtu sio mpaka umchukue kama Paulo, saa nyingine hata kinywa huwa kinaua. Mungu atusaidie sana, mimi nikiwa wa kwanza. Basi tuendelee, watumishi wa Mungu. Matendo 21:27 mpaka 32. Paulo ndani ya hekalu. Tunaona Paulo alikubali kwamba kutimizwa kwa siku 7 za utakaso, na tunaona pia upinzani hekaluni 27 mpaka 28. Wayahudi waliotoka bara la Asia wanamuona Paulo hekaluni, yule wanayedhani yupo kinyume na Torati ya Musa, na tunaona mashahidi ya uongo kama nilivyosema, kumbe na huko nilikuwa nayo mstari wa 29, kwa maana walikuwa wamemuona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhania kuwa Paulo amemuingiza katika hekalu, walidhani, wakamhukumu. Stefano alipelekwa kwa wazee na waandishi. Nimetoa mfano, alipelekwa Stefano kwa wazee na waandishi wa Israeli na kusema maneno ya kufuru juu ya mahala patakatifu na juu ya Torati. Walidhani, wakamhukumu pia. Tunaona Paulo pia aliitwa shahidi wa uongo kule Korinto. Kusoma wa Korinto wa kwanza 15:15 anasema, naam, na sisi tumeonekana mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Kutokufahamu neno kulimpelekea
Paulo kuhukumiwa. Zama hizi mashahidi wa uongo ni wengi, wanaomshuhudia Kristo kwa kupotosha watu na wale wanaomshuhudia wateule wa Mungu uongo, ili wapite katika mapito. Hekima nimeandika ni kufahamu tofauti between the two. Upinzani kutoka kwa vikundi vichache vilivyoona mafundisho ya Paulo kuwa vitisho kwa imani zao za kimapokeo. Na pia kuna upinzani wa Wakristo wa kwanza katika kueneza ujumbe wa Kristo. Mfano, tuliona Petro alipelekwa jela, Paulo na Sila walipelekwa jela, Stefano alipigwa mawe akafa, na vifo vya wengi sana vilitokea. Msikia sana Roho Mtakatifu. Vifo vya wengi mno vilitokea. Kwa nini? Kwa sababu tu wetu kudhania na kutokujua. Unakuta watu walikuwa wanahukumiwa, they had to pay the price kwa ajili ya hii. Unakuta kuna wengine sasa hivi wanapitia hukumu katika ndoa kwa sababu tu mume labda ni wa dhehebu hili, mke wa dhehebu hili, lakini unakuta mtu anavutwa sana, yani mpaka anapita kwenye mateso. Rafiki yangu mmoja ilibidi mpaka akimbie ndoa kwa ajili ya mateso tu, kwamba aliamua kuokoka kwa sababu tu kwamba kutokuelewana na vitu kama hivi. Kudhani ni kudhani. So shutuma kama za Paulo zinaakisi upotoshaji na kutokuelewana ambayo mara nyingi umezunguka wajumbe wa Injili ya Kristo. Inatukumbusha kuwa upinzani usioepukika na wakati mwingine mashtaka ya uongo wakati wa kutangaza kweli ya Kristo. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 10:16-18, Angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu na kuwa ushuhuda wao kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaendelea. Nimemaliza. No? Yes. Sawa. Pia tunaona kwamba habari zikamfikia jemedari wa kikosi cha Warumi. Tunaona uwepo wa Warumi kipindi kile ulikuwa muhimu kudumisha utulivu na kuzuia maasi. Pia tunaiona katika Efeso pia yule karani wa mji aliyekuwepo. Uwepo wa hawa viongozi unasaidia sana kutuliza amani katikati ya vurugu ambazo huwa zinatokea mara nyingi. Tunaona akichukua hatua za kumsaidia Paulo katika tishio la kumuua. Kitendo cha haraka cha kamanda kumlinda Paulo kinaonyesha uongozi wa Mungu katika kuwahifadhi watumishi wake walifanyalo kusudi lake. Tunaona katika Zaburi ya 91:14-15 inasema, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amelijua jina langu ataniita, nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni. Tumeona mashahidi wengi sana, kina Danieli, kina Shadrach, Meshach na Abednego, ambao Mungu alikuwa anainua hata anainua divine intervention kuweza kuwasaidia. Pia Mithali 16:7 inasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye. Tunaona hapa huyu jemedari hata hakuwa upande wake, bali tutakuja kuona wala he did not know Paul. Alikuwa anamdhania na yeye, lakini Mungu alimuinua kwenda kumtetea. Pia Matendo 19:35 anasema, ambapo fujo zilipotokea Efeso, hiyo nimewapa mfano, sihitaji kurudia. Ilipotokea Efeso kwa ajili ya mafundisho kuhusu miungu yao Artemi na Mungu, aliinua karani wa mji kwenda kumtetea. Utaona pia katika Matendo 5:17 ambapo mitume waliamriwa na malaika wa Bwana kwenda kuhubiri maneno ya uzima. Mungu akamuinua Gamalieli. Huwa napenda sana kuomba nikiwa naenda kwenye vikao kwamba Mungu inua Gamalieli wa kunitetea. Tunaona pia hata Nikodemus wakati wa Yesu, Mfarisayo alikuwa na mfuasi wa siri ya Yesu, aliwapaonya Mafarisayo kutokumhukumu Yesu kabla ya kumsikiliza kwanza. Mungu mara nyingi huwa anainua utetezi kama tulivyoona. So pia tunakumbushwa kuwa na ujasiri na imani katika kulisimamia kusudi la Mungu. Kumbukumbu la Torati 31:6 inasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumemaliza mstari mpaka 32. Naomba tunapokwenda kumalizia ngwe yetu ya mwisho 33 mpaka 40, naomba nimkaribishe mtumishi. Tuna dakika 16. Moderator, nitaomba unisaidie kulinda muda na kama muda utapita basi uniongezea kidogo ili tuweze kumaliza leo. With that, naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Sister Victoria tusaidie kusoma. Karibu mtumishi Sister Victoria. Amen. Mstari wa 33 anasema, kisha jemedari akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe kwa minyororo miwili. Akauliza, nani huyu? Tena amefanya nini? Wengine katika makutano wakapiga kelele, wakisema hivi na wengine hivi. Basi alipokuwa hawezi kupata hakika ya habari kwa sababu ya zile kelele, akatoa amri aletwe ndani ya ngome. Basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya makutano.
maana kundi kubwa la watu wakamkamata wakipiga kelele na kusema, mwondoe huyu. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemedari, nina ruhusa nikuambie neno? Naye akasema, je, unajua Kiyunani? Wewe si yule Mmisri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha wale watu 4,000 walioitwa wauaji, akawaongoza jangwani? Paulo akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji uliokuwa mnyonge, na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hawa. Basi alipompa ruhusa, Paulo akasimama madarajani, akawapungia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema, Amen. Amen. Haleluya, barikiwa sana. Karibu moderator. Amen. Karibuni tumalizie. Karibu Sister Jane, then Rebecca. Sister Jane, utakuwa umejimita tukusikie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna point hapa ningeitwa haraka haraka katika huu mstari wa wa 34. Kuna neno hapa aliposema hivi, wengine katika makutano wakapiga kelele wakisema hivi na wengine hivi. Umeona? Kwa hiyo unaona mpaka jemedari mwenyewe hakuweza kupata yani ni kitu gani strong reason ya pale ilikuwa hamna. And I do believe katika hao makusanyiko kuna wengine walikuwa wamesimamia kweli sheria ya Musa na kuna wengine ambao wamebeba maumivu yao tu binafsi. Nikisema maumivu yao binafsi kwa sababu kuna kutambulishwa na mwanadamu na kuna kutambulishwa kwa Mungu au kuinuliwa na Mungu. Lakini inapofika level ya kuinuliwa na Mungu, hao wapiga kelele wa kusema hivi wako wengi. Tunachokiona hapa kwa Paulo ndicho kitu kitachotokea sisi tutapokuwa tunatenda kazi ya Mungu na tutapofika eneo la kuinuliwa na Mungu. Na hao watu ni watu ambao mtu atakuwa na pain yake yeye mwenyewe tu, mwingine tu atakuwa ni noise maker ambao wapo. Kuna wengine they are confused na wengine they are wounded. Kwa hiyo ile kukufanyia makelele kama haya, wao ni njia yao ya furaha. Tunaona kuna watu wanajipanga kuangusha makanisa, kuangusha wachungaji, yani kuangusha vitu vingi tu. Kwa hiyo na sisi itutie moyo kama tunavyosoma hapa kwa Paulo. Alafu kingine tena nataka tu niongee tena kuna kwamba yani katika yani kwamba tumuombe Mungu tunapofanya kazi ya Mungu, hata kama pale tunapokutana. Hii inajiongelea mimi jamani. Kuna muda nafika hatua nasema no, this is too much. Yani bora ni quit. Bora kuna siku nilimuzaga Joy, kuna swali sio kama unakumbuka katika utumishi, unaona kabisa mimi hapa siwezi. Is too much. Lakini sasa tuendelee kumwomba Mungu atuwezeshe, kwa sababu kwa uwezo wa mwanadamu ni ngumu. Kwa sababu gani? Sometimes unaona kwamba I'm doing hii kazi silipwi, nafanya hii kazi kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa nini hivi nainuka hivi vitu? Kwa hapo Mungu atutie nguvu, kwa uwezo wetu hatuwezi. I do believe Paulo Roho Mtakatifu alimtia nguvu na Mungu alikuwa naye, ndio maana akaweza kusimama hata pale darajani kuongea. Ndilo neno dada Ana ameliongea kwamba hata Joshua alivyoambiwa uwe hodari na ushujaa, kwa sababu Mungu alikuwa anajua uko mbele sio kitu chepesi. Cha mwisho hivi niwachie wengine tena. Kuna hii hapa hii nguvu ya maneno. Hapa aliposema kwamba sio wewe yule ambaye wewe sio yule Misri ambaye umefanya nini? Umefitinisha watu 1,000. Hii nguvu ya maneno na yenyewe inatufanyaga sana hata kuachaga huduma katikati. Kwa sababu mtu anaweza akafiatua neno ambao ni mpendo mwenzako. Mwingine anaweza kata mchungaji wako, mwingine anaweza akawa ni mzee ambaye wewe, anaweza kata babako wa kiroho au chochote kile, akapatiwa neno moja lile likaua utumishi. Na yeye yenyewe tumuombe Mungu atusaidie, kwa sababu yani mimi naaminigi maneno ni roho. Umenielewa? Weza iwe roho ya Mungu au roho ya kuzimu. Kwa hiyo ikiwa roho ya Mungu inabeba na nguvu zake, ikiwa na roho ya kuzimu na nguvu zake. Kwa hiyo na Mungu atusaidie kwamba kama hapa unaweza kutumia tu neno kama alimprovoke au whatever, lakini kuna nguvu ya maneno ambayo yanatusababishaga saa nyingine tuatage utumishi. Na tumezungukwa na hichi kitu kinisababisha mimi kuchelewa kuokoka. Tunapokuwa tumezungukwa na wapendwa, maneno ni mengi, yani kauli zinazotoka sio nzuri. Hii Mungu atusaidie. Mimi naomba niachie hapo, wengine waendelee. Mbarikiwe. Amen. Amen. Karibu Sister Rebecca, then Sister Radhia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Mambo machache niliyoyaona
Ya kwanza nadhani kwenye Biblia ya Kiingereza mstari wa 33 umeeleza zaidi kuliko ya Kiswahili, kwamba alipochukuliwa na huyu jemedari alimchukua kujaribu alipigwa kidogo huko alipofungwa minyororo, sio kidogo, alipigwa sana. Nadhani kuna version inayosema he was scourged, yani alipigwa mno, yani angeweza hata kufa kwa hicho kipigo alichokuwa napigwa ili aweze kuzungumza. Tunamshukuru Mungu haikufikia hapo, lakini mstari wa 34 tunaona nguvu ya makutano. Makutano huwa yana nguvu sana, na ni muhimu sana sisi kama wana wa Mungu kumjua Mungu mwenyewe. Usimjue Mungu wa makutano, kwa sababu Mungu wa makutano ana nguvu ya makutano, na mara nyingine nguvu ya Mungu inakuwa haipo. Na Mungu ni Mungu wa mtu mmoja mmoja. Lakini vile vile kitu kingine nimeona hapa chini anaposema kwamba alipoletwa pale huyu akamwambia wewe si yule Misri. Hapa tunaona tena confusion ya identity, na hii tunaipata sana, na hata sasa hivi, especially sasa hivi, a lot of people duniani they don't know who they are. We mtu mpaka mwingine anakwambia, mimi nimeshaona watu huko kwenye internet, anakwambia mimi nadhani nilizaliwa mbwa, mimi sijui nilizaliwa nani, anataka mpaka aende akafanyiwa operation. Ni kutokujua wewe ni nani, na saa nyingine ukimuuliza anakwambia anasikia sauti ndani yake. Sasa hawa walikuwa wanamfikiria huyu ni Misri, lakini kuna watu wengi mpaka huwa wanafikiria kwamba Paulo alikuwa mtu mweusi, kwa sababu kiukweli wa Misri originally ni watu weusi. Kwa hiyo watu wengi wanafikiria lakini inavyosemekana ni kwamba kwa sababu huyu askari alikuwa ni Mrumi, Warumi they didn't care. Kama wewe sio mzungu, you are all, it doesn't matter. Umetoka Israeli, umetoka wapi, you are daka, you can be called anything and it doesn't matter to them. Kwa hiyo ndio ilikuwa habari kubwa. Lakini huyo Misri ambaye alikuwa anamzungumzia alikuwa ni fugitive, ndio alikuwa kweli ameyafanya haya mambo just a few years before, anatafutwa na Warumi kwa sababu ni kama ameasi ili auawe. Kwa hiyo huyo alikuwa anafikiri Paulo ni huyo kwa sababu ya mvuto ambao Paulo alikuwa nao, kama ambao alikuwa nao huyo Misri kabla, au tuseme ni zaidi. Mimi ninachokipenda zaidi kuliko yote ni jinsi ambavyo Paulo amejiintroduce mwenyewe, yani ni proper introduction. Akasema hapana, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kitikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge, na alafu akaomba ruhusa. Yani unaona how much alikuwa na respect na mamlaka, lakini sio tu respect, alijijua yeye ni nani, amezaliwa wapi, ametoka wapi. Unajua mara nyingine kama watu ambao tumeokoka, mara nyingine we even shy to say who we are. Nakumbuka zamani mtu alikuwa akisimama tu kanisani, Bwana Yesu asifiwe, mimi naitwa Rebeka Ngoma, ninampenda Yesu, Bwana Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Siku hizi sio hivyo, yani mtu atajiita tunaiweka kidogo kidogo, sio kivile sana. Lakini Paulo alikuwa very proud to say who he is, where he is coming from. Na mimi naichukulia kwetu sisi kama watu tunaompenda Mungu, tusiwe na aibu kusema sisi ni nani, tumetoka wapi. Na angalia jinsi alivyosifia mji wake, akasema huu mji sio mnyonge. Na sisi hivyo hivyo, ufalme wetu ni ufalme wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Mungu awabariki. Amen. Karibu Darasia. Amen. Na mimi naongezea hapo, alafu naongelea pointi yangu. Kingine ninachokiona, just to add on that, ni kwamba yani maisha yetu yote Mungu anatuandaa kwa ajili ya kitu fulani, kwa sababu sometimes past yetu no matter how bad ama nini, unaweza kuona past yako ulikotoka, ulipovuka ni kubaya. Kwa hivyo ukasema pengine mimi Mungu angeniokoa, ningemjua mapema, lakini your past God prepares you for your future. Kwa sababu unaona kama Paulo jinsi alivyokuwa Farisi, alikuwa zealous, alielewa nani hiyo, alikuwa very zealous kwenye hizo sheria, alizifuata hizo sheria, na pia advantage nyingine alikuwa nayo kwamba alikuwa ni Roman citizen. Yani hii elimu aliyokuwa nayo ilimuandaa, kwa sababu Mungu alijua kwamba atakapokwenda katika huduma atakutana na philosophers, atakutana na zealous people kama hao Jews people, ignorant people. Kwa hivyo chochote unachopitia katika maisha yako ni maandalizi. Nothing in life katika maisha yako is not planned. Kwa hivyo tumshukuru Mungu for our past, because God uses it to prepare for our future. Never to take it for granted. Na kingine ninachokiona
ni kwamba hii crisis ambayo ilitokea, kwa sababu ilikuwa ni opportunity ya kuweza kumfanya huyu Paul aweze kupanic na kunyamaza, lakini aliitumia hiyo for an opportunity, alitumia kama ni platform. Kwa hivyo na sisi katika maisha yetu kuna sehemu nyingine utakazopita katika huduma, katika kazi, yani sometimes shetani analetaga li crisis la kukusilence, lakini wewe unapaswa kufanyaje? Yeye alisimama still, alikuwa bold na aliweza kushare his testimony, akaelezea kwamba yeye ni nani. Kwa hivyo yani crisis, tunapopita katika crisis, tutulie, tumuulize Roho Mtakatifu, what do you want me to do here? Kwa sababu every crisis is an opportunity. Na kingine, God alimgrant favor in an unexpected places. That is what God will always do. Kwa sababu yani hapo, yani wangemuua, wangemfanyaje, lakini yani kanyanyua mtu wa kuweza kuingilia kati. Na malizia na kingine ni kwamba duniani watu hawatatuelewa siku zote, kwa sababu sisi kama nilivyosema, we are in the world but we are not of the world. Kwa hivyo no matter whatever we do, the world will always misjudge us. They will not understand, kwa sababu what we carry is not what is in the world, lakini ni kitu kingine tofauti. Kwa hivyo let's see chains, kama alivyofungwa na machains akawa persecuted, let's use that as a platform, kwa sababu aliweza kurithi watu wengi, kwa sababu shetani alijua hapa angemuua, but Paul alitake advantage that opportunity. When the crowd ilipozunguka akasema, God, this is the opportunity. Amen. Amen. Karibu Sister Kanana. Amen. Mi nyongeza tu, yani alivyoongea Sister Rebecca kuhusiana na mstari wa 33 kupigwa kwa Paulo, na tunaona bado anaendelea kwenda kutaka kutestify, yani alikuwa tayari ready to die, kama anavyoongea kwenye gospel zingine, katika maandiko mengine aliyoandika. Kweli ni huyu ni mtu ambaye anataka kuhakikisha kwamba nia yake haikuwa kwa kusevu maisha yake ili aweze kutetewa, ili aweze kupona hiyo mateso anayopitia. Ilikuwa nia yake ilikuwa ni kulieneza neno. Ndio maana ana testify after this. Tutaona. Bwana Yesu asifiwe sana kwa ushuhuda huu. Amen. Amen. Karibu Sister Anna, sijui utahitaji dakika ngapi ili kuweza kumaliza? Sasa hivi bado dakika mbili. I think 10 minutes should do. Okay. Endelea. Asante sana. Sasa mbarikiwa wote mnaweza kuchangia. Nimeweza kuzijot down zote. Siko mbali sana na nyie. Kuna mstari ambao wakati anaongea Sister Rebecca, na mimi nataka kusoma kile Roho Mtakatifu alichonipa, I think a different school of thought. Baada ya kuwa yule jemedari wa Kirumi amekuja, akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe minyororo, akauliza nani huyu tena? Kuna mstari hapa anasema alimuuliza, yes, mstari wa 37 na 38, akasema, wewe si yule Misri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha watu 4,000 walioitwa wauaji akawaongoza jangwani? Unaona, hata huyu jemedari ameitwa kuja kutetea, lakini pia he is also perplexed. Hajui, anamconfuse yule mtu tu, I mistaken identity, anamuita kwa jina jingine, lakini unaona Paulo anasimama, anajiintroduce. Kwa hiyo angekuwa yani kama sio Mungu kuingilia kati, ungeona huyu mtu angeweza kummaliza, kwa sababu tayari alikuwa anatumia ushuhuda ambao ulitokea katika Matendo 5:36, wakati ule Gamalieli anawatetea kina Paulo na Barnaba, na ana mitume anawatetea, alimtaja Theuda pamoja na Yuda kwamba walifanya vitu fulani. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba hiyo mistaken identity inaweza kumkuta mtu sasa kaingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo ahimidiwe Mungu ambaye mara nyingi huwa anatusaidia. Naomba basi niendelee kwa muda mchache niliobaki nayo. Katika Matendo hii 33 mpaka 40 tunaona Paulo akiwa ndani ya hekalu na pia anatolewa nje nao kwa ajili ya kuweza kupewa nafasi ya kuweza kujitetea. Tunaona mateso kwa ajili ya Injili, kukamatwa kwa Paulo, Matendo 26:33 mpaka 36. Tunaonesha mateso ambayo Wakristo mapema walipitia. Tunaona utayari wa Paulo kuteseka kama alivyosema Sister Kanana, unaonesha kujitolea kwa kina katika kueneza Injili. Waraka wa pili wa Timotheo 3:12 inasema, kila mtu anayetaka kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu atateswa. Mstari huu nimeukuta juzi nikabaki natoa macho. Kila mtu akitaka kuishi maisha ya utauwa akubali kupitia mateso ili jina la Kristo liweze kuinuliwa.
Pia tunaona ujasiri na udhabiti katikati ya machafuko. Licha ya umati wenye chuki, Paulo aliendelea kuwa mtulivu na mwaminifu, na inaonyesha ujasiri na uvumilivu chini ya majaribu. Wakorintho wa kwanza 15:58 inasema, simameni imara, msiruhusu kitu chochote kiwasogeze katikati ya yote. Na pia napenda kuna mstari katika Luka, sijauandika, nimeandika kwenye karatasi, ambao napenda sana kutumia kwenye maombi, ambao anasema kwamba mtakapoitwa, anasema nitawapa kinywa na hekima. Kuna mahali anasema I'll give you the utterance, nitakupa cha kuongea, kwa hiyo usiogope. Kama ujasiri nitakupa mimi. Just be there, present yourself as a vessel. Kuwa vessel, si Kiswahili nini, kuwa vessel. Alafu anasema mengine Mungu anafanya mwenyewe. Jiachilie mimi, kama kinywa nitakupa mimi, moyo nitakupa mimi, ujasiri nitakupa mimi. Tunaona Paulo ambapo amefanya hiyo, na pia na mitume wengine na iliyotokea pia. Na pia tunaona God's sovereignty in uncertainty, si Kiswahili chake hapo. Anasema kukamatwa kwa Paulo ilikuwa ni mpango wa Mungu, ndio maana alikuwa mbele yake nyakati zote, alimtumaini Mungu nyakati zote. Neno la Mungu linasema kwamba najua mawazo ninayokuwazia mimi. Unapojua hivyo, kwa wewe ni rahisi wewe kumtumaini Mungu nyakati zote. Na mara nyingi katikati ya vitu vingi unakuta Mungu anakupa amani. Mfano mzuri ni Peter, alikuwa jela, amefungwa anasema mara 4, amewekewa walinzi mageti 3 na walinzi wamekaa kila mahali, lakini bado alilala usingizi kama wapono mpaka malaika akaja akampiga ubavuni, amka, anza kuvaa. By the time ana realize uko geti la 3. Unaona, kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya ajabu. Mungu anakupa amani, umefungwa lakini bado una amani, unasema nayajua, nayaweza yote katika yeye. Paulo aliandika kitabu cha Wafilipi, wanasema kwamba it's the most happiest book katika Bible, lakini alikiandika akiwa yuko jela. So you can imagine, alijua tumaini, ndio maana akasema hakuna kinaweza kunitenga na Kristo. Warumi 8:28 inasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, wale walioitwa katika jina lake. Kwa unapojua umeitwa katika jina lake, hakuna ambacho kinakusumbua. Pia ni kuonesha, I think ni ile fulfillment ya prophecy ambayo ilianzia kuanzia mstari wa 20, ambapo Paulo mwenyewe alisema kwamba anashuhudia kitakachotokea. Tutakapoenda huko mbele tutaona kama Yesu alimtokea mwenyewe akamwambia usiogope, utakufa mpaka utakapoenda anasema mpaka utakapoenda Roma kushuhudia. Unaona, kwa hiyo Yesu alikuja kumtokea akamtia nguvu. Kuna kipindi alitiwa jela, Paulo alichoka kabisa, akaenda akamtia nguvu. Kwa hiyo unakuonesha it's a fulfillment ile prophecy inayoendelea pale. Kukamatwa kwa Paulo kunaashiria mwanzo wa safari ya mateso yanayopelekewa kifo chake. Ingawaje tukisoma mpaka Matendo mwisho haionyeshi, lakini ukija kusoma vitabu vingine vya theology unaona kama Paulo alikufa kwa kifo cha kutisha anacho cha ajabu. Kwa hiyo it shows, na ndio maana alikuwa tayari. Matendo 9:16 inasema nitamuonesha jinsi impasavyo kuteseka kwa ajili ya jina langu. Na mimi kuna siku niliambiwa, I think nilishawahi kutestify hapa, kwamba kwa ajili ya jina langu Mungu alishamwambia wakati anaongea na Ananias kwamba usiogope, huyu ni mtumishi wangu, chombo changu ambacho nimekiinua, na nataka nimuoneshe jinsi impasavyo kuteseka kwa ajili ya jina langu. Unaona, kwa hiyo Paulo alikuwa anajua yote anayofanya, anapitia mateso kwa ajili ya jina la Kristo. Lakini pia tumejifunza leo, ili neno la leo, kwamba mtu yote anayetaka kuitwa mtauo lazima akubali. Lazima ukubali kupitia mateso, upitie, mimi nasema baptism by fire, upite katika moto ili shilingi ile iwe imara kweli kweli. So yeah. Kingine, utimilifu wa onyo la Kristo kuhusu mateso ya wafuasi wake. Yesu alisema katika Yohana 15:20, ikiwa walinitesa mimi watawatesa ninyi pia. Yesu alitabiri kwamba wafuasi wake watateswa kwa ajili ya jina lake, na mateso ya Paulo ni utimilifu wa moja wa ahadi hii ambayo Yesu aliitoa kwa ajili ya wanafunzi wake, ambao sisi ndio wanafunzi walio kina Paulo wa leo. So tunajifunza nini waumini wa leo? Paulo alipopata ruhusa kuongea, aliongea nao lugha wanayofahamu, Kiebrania. He went down to he stooped down to their level. Mara nyingi mama yangu alikuwa ananiambia stoop to people's level, shuka kwenye level ya mtu ili aweze kukuelewa wewe, ili iwe rahisi wewe kuweza kucommunicate. Unapoongea ukiwa juu sana, especially sisi waongofu, ukiwa juu sana rahisi, ni ngumu mtu kukuelewa, lakini unaposhuka kwenye level ya mtu inakuwa rahisi watu kuweza kukuelewa. Na pia safari na mateso ya Paulo yatutie moyo kubaki imara katika imani licha ya majaribu mengi sana ambayo tunayapitia sisi kama Wakristo, especially wale ambao waongofu. Inahitaji uvumilivu, inahitaji ujasiri na kumtumaini Mungu katika wito tulioitiwa. Waebrania 12:1-2 inasema, basi na sisi kwa kuwa tunazungukwa na wingu la mashahidi namna hii, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano
mashindano, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Haleluya. Basi peji yangu ya mwisho hii niliandika tu mfanano ambao tunauona I need to move this down. Mfano tunauona kati ya Bwana Yesu na Mtume Paulo. Kuna a lot of similarities. Nimeandika kama 5 hivi. Ya kwanza, safari ya kuelekea Yesu Yerusalemu licha ya maonyo. Yesu naye alielekea Yerusalemu kwa hiari akijua atateseka. Utaikuta katika Luka 9:51. Pia Paulo alisafiri kwenda Yerusalemu licha ya maonyo ya kinabii. Tunaiona katika Matendo 21:4, 10-14, na pia kwenye Matendo 20 nimesahau kuweka pale. Pia unabii wa mateso kabla ya kutimia kwa Bwana Yesu ilitokea. Manabii na Yesu mwenyewe walitabiri mateso yake, utaona katika Luka 18. Na pia nabii Agabo alitabiri, wale manabii mabikira wale wa Filipo, na pia Roho Mtakatifu mwenyewe pia alikuwa nabii ndani ya nafsi ya Paulo. Kitu kingine tunaona utiifu kwa mapenzi ya Mungu. Yesu kwa upande wa Yesu katika Luka 22:42 tunaona si mapenzi yangu bali yako yatimizwe, Yesu alisema wakati yuko katika bustani ya Getsemani. Na pia katika Matendo 21:13 Paulo anasema niko tayari kufungwa na hata kufa kwa ajili ya jina la Yesu. Na ndio nimeweka ni key verse ambayo tutaondoka nayo leo, maybe nitaiandika baadaye kwamba tuwe tayari kufungwa na hata kufa kwa ajili ya jina la Yesu. Na similarity ya 4 anasema kukamatwa baada ya shutuma za uongo. Tunaona Yesu alikamatwa Yerusalemu kwa msingi wa mashtaka ya uongo, Luka 22. Tunaona Paulo akikamatwa, tumejifunza leo, baada ya kuchochewa kwa umati kwa kudhania kwa uongo, mstari wa 27-36 tumejifunza leo. Pia umati wenye hasira na uingiliaji wa Warumi. Yesu alikabiliwa na umati na kupelekwa kwa Warumi, tunakumbuka. Na Paulo pia alinusuriwa na askari wa Warumi kutoka kwa nani? Kwa wenye ghadhabu, Matendo 21:31-33. Na mwisho kabisa nilisema safari ya Paulo kuelekea Yerusalemu ilimlingana Bwana Yesu wakati anaelekea kwenye kusulubiwa. Paulo alikuwa mtu anayechukua hatari, anakubali mateso na kutii mapenzi ya Mungu kwa moyo unyenyekevu pamoja na ujasiri. So Matendo 21 ni ushuhuda wa imani, ujasiri na utii. Inaitufundisha pia hata tukikumbana na upinzani, Mungu bado anatawala. Na Paulo ni mfano wa kushikilia wito wa Mungu kwa gharama yoyote pia kabisa. Na mstari ambao tunaondoka nao, naomba tunirudie, Matendo 21:13, mimi ni tayari kufungwa, naam hata kufa huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa uvumilivu. Nimetumia tu dakika 7. Naomba nirudishe kwako moderator. Amen. Ubarikiwe sana, na mbarikiwe wote mliochangia, na mbarikiwe wote mliohudhuria. Mungu atubariki sote sana. Basi tutaenda kufunga. Tuombe. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuata siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.